Introduce yourself. Okay, my name is Felix Kimoyo. I'm a student here at Zitech University. A media student, currently pursuing communication in media. Yeah. So that's the course you're doing. Yeah, that is the what I'm majoring in right now. The reason why I've called you here, Felix, now that you're doing media, what are some of the challenges that you people you're going through, or maybe the challenges that you're facing, you as a media student? As a student, Yeah. as a student, but there are challenges that we are facing. To be precise, let me say we are facing, because I have colleagues also who have shared some of the challenges they are facing in the media industry. To be precisely, as a student in media, each and every day by day it is a challenge, because the media industry is evolving each and every time. Kila wakati it is evolving. Juzi tumesikia ya kwamba the Media Council of Kenya is trying to see, ama the government has rolled out on how we can do away with the FM yenye tumekuwa nao tangia miaka ile ya kitambo. Sasa they want to see if we can go into the digital broadcasting, ndio tuone kama itakuwa sawa. So media comes with a challenge, because lazima ukue hapo, lazima uende na hiyo cycle. That's one of the challenges, because ukiachwa nyuma umeachwa nyuma. And then as a student here in the institution mostly, unapata ya kwamba, like me, I can say where I come from, the institution I am, there are challenges sana sana ikifikia ni upande wa equipments. You want to do your own project, you have something, your own content, but to access them kuna tatizo hapa na pale. Seme tu they are minimal. So that's a challenge, because a teacher is expecting you to do something, to do a course, to do an assignment, but as a media student inabidi you have to get out of your way, uingie kwa mfuko yako wewe mwenyewe, to go there and look for those equipments, ndio ufanye hiyo kitu ambayo umetumwa ufanye pale nje. Okay, Felix, in most cases, you normally find students, maybe after graduation, they end up blaming lecturers or maybe teachers. You as a media personnel, and at the same time you are still a student, do you feel like the lecturers are providing enough, or you feel like maybe the students are the people who maybe they are neglecting their work? Or okay, ni side gani unaangukia? Do you feel like the lecturers are not doing enough? Mimi ningesema hivi, media student, media course, it is not engineering course. Media course, it is not hospitality course. Yani hii ni course ambayo inakutaka we mwenyewe ujitume, ukue mbele ya huyo mwalimu. Ndio nimeanza na kusema ni course ama ni area ambayo inakutaka uevolve kila wakati, kunatokea jambo jipya unafuatana nayo. So tukianza kusema tuna blame the lecturers, wakati umegraduate tunatoka pale nje and then una struggle pale nje. Jamani, media industry ni ujitume. Lecturer atakuja asome theory yake pale, atakuja kuonyesha how to handle this camera, atakuja kuonyesha mambo mengi hapa na pale, but wewe unafanya nini baada ya hiyo? Je, unajua sasa umeshapewa skill, ushapewa hiyo theory, but unalalia. Alafu tena tumeweka ile concept ya after here I want to go outside there to become the next Tafakari ya Babu, become the next Jeff Koinange. Jamani, in media industry is broad. Tafuta a niche, chimba kwa hiyo niche, jua ni kitu gani unaweza perfect sana. Kwa hivyo mimi nitasema ni kujituma. Kama media student tunaweza jituma, jamani, tunaweza kuwa mbali. Tunashuhudia hapa, ukienda town utaona there are so many young people doing photography work. That is media. Yes, so many young people wako katika events, wamejituma waende wa shoot hizo events. Hiyo ni pesa wanapata pale. So media is not about wewe tumesomea media uende ukae nyumbani. No, wewe pande yako unafanya nini? Produce content. Okay, Felix, I have interacted with so many students who they have actually pursued the same course that you are taking. And at the end of the day, I normally see the majority, they end up going back to the street as photographers, content creators. Like, tupo site. Hey, what was the question? The question was, I have interacted with so many
students who have actually pursued the same course you're taking. And majority of them, they end up being photographers, videographers, content creators. Is there another way, or is there another thing that they can do apart from the three that I've mentioned? One of the things my lecturer normally mentioned to me ni ya kwamba everything you do there's someone watching. Kuna mtu anaangalia. Ni venye tu wakati hujafika, but kuna mtu anaendelea tu kukumonitor. Anaangalia tu ile kazi unafanya. So that photographer ako pale kwa street. Huyo mtu amefanya media, si ndio? Ametoka shule akaamua kwamba because sijapata nafasi katika any media house, but sinaweza chukua equipments hapa na pale. I have skill, I have knowledge in this camera, in this mambo na lighting, so I can do it. So acha niingie pale nifanye content yangu, ni shoot watu kila kitu pale. So what I can tell you ni hiyo mambo ya kusema tu nakufa moyo ati because my aim was just to enter into that media house, lakini hujafikia pale, umeenda up to the streets doing something but hayuko nje na ile career ulikuwa unasomea. Someone is watching. Ni wakati tu. Hiyo wakati wewe venye tu unaendelea tu kushoot hizo nini zako pale pale, ukiwa pale town, ukiwa wapi una shoot, kuna mtu anaangalia. Labda kuna mtu anapitanga pale tu na gari yake na ni HR or Royal Media ama Nation. Ama mahali popote any media house pale. Anapitanga pale kila siku anaona by the way that gentleman. Nimemuona mara kadhaa. Anapita hapo siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ambayo ule photographer wa hiyo studio atakosekana. Atakumbuka by the way there is a young man napitanga mahali fulani. So acha nimuendee huyo. Ni time tu ijafika. It's okay. And then have you ever reached a point where you feel like you should quit the course? To quit the course? Me, yes. I've ever reached a point where I felt like what really pushed you to that point? Ni kusikiza some of the negative opinions from people ambao wametoka hapo nje na wanaona like this industry it has nothing. Tunaambiango like ukiangalia statistics and the population of the students in the nation ambao wanafanya career hii ya media, there are so many. Hata ile college ambayo iko pale kwa kijiji ile ya chini kabisa ina offer course ya media hata kama ni certificate. So tuko wengi sana katika hii industry. So one of the things ambayo inafanyanga mtu I feel like jamani is like utakufa moyo ukiangalia population, unaona competition is so high. Na wenye wako pale ndani katika zile media house ni watu ambao tuliwapata pale. Ukizaliwa ulimpata pale. They were there. Ulikuwa unamuocha kwa mtoto pale, si ndio? Alafu unaangalia sisi wenye tunakuja. So unajiuliza surely is there space for me? Is there space for me? But mimi ningeambia tu mtu as long as you have identified a particular niche, mali unaweza perfect vizuri sana, do it. Hiyo sector safisha, polish it kabisa. It's about time. It's about time. Siku itafika utahitajika kwa ile space. Huyo nani anaweza kuwa alikuwa pale hiyo miaka yote, lakini kuna siku atatuacha. Na mimi siombei mtu mabaya. Kuna siku ataondoka. Nani ataingia hapo? Ni wewe. So one of the things ambayo ina kill hii passion ya kuwa mtu ambaye unataka kuwa katika hii industry ya media ni kusikiza some of the negative comments from niwaite tu watu ambao hawaangalii mbele ama watu ambao washakufa moyo katika hii industry. Wanakuambia wewe sasa unangangana nini na nimekuwa nikiona na nini pale kwa media hizo miaka zote. Wewe unangangana nini na venye mko wengi Kenya mzima. Yani some of the negative content. Sasa tuko na AI inasumbua. Watu wanasema yeye ndio. I've seen this even on the posters. People are trying to generate it from AI. Have you realized that? Imagine. They're doing it. Kuna vitu zinakuja zitakufanya ukue diminished. Yani ile passion yako iende chini, but AI iko hapa kutusaidia. Ni ujue sasa it is an opportunity. Wewe jua kuitumia na itakusaidia pakubwa. Use it in a positive way. Kabisa. Iko hapa kukusaidia. Ukijua